فاز من صلى على الحبيب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعدكم شكور الله subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi yangu ni ndogo, kumkaribisha mgeni rasmi. Yeye ndio mwenye nafasi ya kuzungumza chochote. Mimi nimepewa nafasi hii kama ni heshima kutokana na utaratibu wa kila sehemu. Hii ni sehemu ya jumuiya ya kuendeleza Qur'an tajwid katika mji wetu huu wa Zanzibar, kwa maana kwamba hapa Unguja pamoja na Pemba. Mgeni rasmi, kabla sijatoa tamko la kukaribisha, mbele yetu hapa unawaona wote ni wasomaji wa Qur'an ambao baadhi yao mmewasikia na baadhi yao bado hujawasikia. Itoshe tu kwamba mmejifunza chochote katika hao walotangulia. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie katika mji wetu huu tuwe na wasomaji wazuri kama hawa na zaidi ya hawa. Imeundwa jumuiya. Hapo mwanzo kulikuwa hakuna jumuiya. Wasomaji wapo wengi sana. Tukijalia kwamba mtu mzima aliondoka sasa hivi hapa, umesikia vita vyake, na mimi nilikuwa nataka na mimi nije hapa na nisome leo, lakini muda hautoshi. Lengo sio kubakia vizee tu ndio tunafanya kazi, hapana. Jumuiya ikaona kwamba ni lazima tuendeleze vijana, kwa sababu umri unakwenda. Huyu alosoma sasa hivi, hapo mwanzo walikuwa hasomi hivyo, ningetamani zaidi, lakini sasa umri umekwenda. Sasa tutamwachia yeye, tuwafanye yeye, maana yake ni lazima tutafute vijana. Sasa jumuiya ikaona kwamba lazima tukutane, tuunde chombo muhimu. Chombo hichi kiwe na sauti moja ya kuweza kupeleka, kushawishi, pamoja na kuwa na nguvu ya pamoja kuendeleza vipaji vya watoto wetu. Takbir! Sasa kama kuna mtu anapinga hilo, nafikiri atakuwa anapinga jambo ambalo si sahihi, sababu Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itoshe leo kwa namna hali ambayo niloiona, basi tumeifuata hii aya kwamba tushikamane katika njia ya Allah wala tusifanye nini, tusifarikiane. Hii ni faida kubwa ambayo leo mimi nimeiona kwamba wasomaji wengi wamekuja katika hafla hii, tuko pamoja, hali ya kuwa ijapokuwa wengine hawako katika jumuiya, lakini tunasema watu wote, wasomaji wote wamo ndani ya jumuiya, kwa sababu msomaji yoyote anatakiwa aonekane kwamba na yeye anacho chombo chake cha kujivunia. Endapo tu itakapomkuta jambo lolote aweze kutoa sauti yake, kwa sababu anacho chombo muhimu. Mimi sikutakiwa niseme mengi, kwa sababu leo hapatakiwi maneno mengi. Hapa inaonekana watu na wachosha, kwa sababu habari mzito hizi, ila kutokana na nafasi yangu, wakati nataka kukaribisha, tujalie kwamba natoa wito na pia natoa mwaliko. Kesho insha Allah hii jumuiya ya kuendeleza wasomaji wa Qur'an tajwidi, tunakuombeni
katika ukumbi wa Kariakoo, eneo la Kariakoo, tutakuwa na jambo adhimu kama hili. Tunakuombeni baada ya swala Isha, tukiswalia katika msikiti wa Mushawara, basi itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu muda wetu sasa hivi hautoshelezi. Nategemea kupata watu kutoka sehemu mbalimbali. Akina mama mnaruhusika kuja, usafiri upo, usiwe na wasiwasi. Ni nyinyi wenyewe tu kujua mtakaa maeneo gani. Usafiri utakuja inshallah. Tuseme inshallah. Haya ndiyo tunayotakiwa Waislamu tuwe nayo, kwa sababu hii Qur'ani hapa muda huu tulikuwa tunasoma Qur'ani, fadhila za kusoma Qur'an kila mmoja anafahamu umuhimu wake, na ndio maana tukaambiwa kwamba tuwe tunaisikiliza ili tupate mazingatio, tupate kurehemewa. Kwa hayo machache, nitumie fursa hii kukaribisha mgeni rasmi. Wewe ndio mwenye nafasi kubwa ya kuzungumza na Waislamu, ulichokiona, unatuhimiza nini? Inshallah, falyatafadhal mashkura. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه غر الميامين. وبعد، يقول الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: من أصغى إلى ناطق، وفي رواية من استمع إلى ناطق فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان أو إبليس فقد عبد الشيطان أو إبليس. Mwenye kumsikiliza mzungumzaji, msomaji, ikiwa yale anayoyazungumza au anayoyasoma yanahusiana na Mwenyezi Mungu, yanahusiana na mambo ya Mwenyezi Mungu, basi msikilizaji huyo ni sawasawa na amemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana yantiqu ani shaitan, lakini yule mzungumzaji au msomaji, yale anayoyazungumza yanahusiana na mambo ya kishaitani au Ibilisi, faqad abada shaitan, basi yule msikilizaji ni sawa sawa na amemwabudu shaitani au Ibilisi. Hapa tangu tunaanza kikao chetu zinazungumzwa aya za Mwenyezi Mungu, hatujasikia kikizungumzwa kitu cha tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nisiwachoshe watu sana, la utawil alaikum, natosheka na hadithi moja au maneno matakatifu ambayo yanatoka katika kinywa cha binti mtukufu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naye ni Bibi Fatima Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
taqul, akisema hubbiba ilayya min dunyakum thalath, mambo matatu yamependezeshwa zaidi kwangu mimi kuliko hiyo dunia yenu. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Jambo la kwanza, tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an. Lakini jambo la pili, an-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kukaa na kuangalia uso wa baba yangu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa ibada kubwa kama ilivyo katika riwaya nyingine, an-nadharu ila wajhi al-alim ibada, kukaa mtu na kuangalia sura ya mwanachuoni, tahabbuban, tawaquran, kwa mapenzi, kwa heshima, ni ibada. Sasa Bibi Fatima binti Bwana Mtume anasema, napenda zaidi kukaa na kuangalia sura ya baba yangu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na jambo la tatu, al-infaqu fi sabilillah. Tumebakisha siku chache inshallah kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ambalo kalisema Bibi Fatima, tilawatul Qur'an, na tunahimizwa sana 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 kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia al-infaqu fi sabilillah, kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na visa vingi, lakini nitosheke na kisa kimoja cha umuhimu wa kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Sayyiduna Ali bin Abi Talib, wakati wa khalifa wake karamallahu wajha, anatoka katika majukumu yake, anaingia ndani kwake, anakuta watoto wake Al-Hasan wal Hussein, sayyida shababi ahli janna. Watoto wake hao ambaye Hasan ni mkubwa, Hussein ni mdogo. Kwa faida, watoto hao wamepishana kwa miezi 6 katika kuzaliwa kwao, wamepishana kwa miezi 6 tu. Na Sayyidina Ali bin Abi Talib pamoja na Bibi Fatima walibahatika kupata watoto 4, 2 wa kiume, 2 wa kike, Al-Hasan, Al-Hussein, Zainab na Kulthum. Sasa aliwakuta watoto wake yartajifani, wakitetemeka, mili imeshakuwa dhoofu kwa njaa. Akamuuliza mke wake Bibi Fatima, vipi watoto, mbona hali zao? Akamwambia Bibi Fatima, akamjibu, lam nadhuq shay'an thalathata ayyam, siku ya 3 leo hatujaonja kitu. Siku ya 3 manake hatujala kitu isipokuwa labda kile kidogo kwa tende na maji. Sayyidina Ali akamwambia Bibi Fatima, kwa nini hujaniambia? Sawa, Angalia majibu ya Bibi Fatima kumjibu mume wake Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akamwambia, baba yangu amenikataza kukwambia jambo ambalo liko nje ya uwezo wako. Nikisha kuona kwamba hali yako ni dhaifu hali, basi nikuache, tofauti na wanawake wa kileo. Sawa, Ashaona mume wake hana kitu, wewe ndo anakukandamiza. Atataka hapo pesa, sijui ya kijora, pesa ya nini, na ashakuona kwamba leo una kitu. Lakini angalia mfano wa mwanamke mwema huyu. Pale Sayyidina Ali bin Abi Talib, ilikuwa ni siku yenye jua kali sana, joto. Akatoka, riwaya inasema liyaqtaridha dinaran, kwa ajili ya kwenda sehemu kukopa walau dinari moja. Pesa za zamani zilikuwa dinar na dirham ndio zinatumika sana. Dinar ni madini ambayo yanatokana na fedha kama sikosei, na dirham ni madini ambayo yanatokana na dhahabu, kama hicho. Kwa hiyo fakharaja liyaqtaridha dinaran, akatoka kwa ajili ya kwenda kukopa sehemu walau dinari moja tu aweze kupata chakula. Akabahatika kupata dinari moja. Wakati anarudi
na ile dinari moja mkononi, ili aende sehemu anunue chakula. Njiani akikutana na sahabiyun jalil Miqdad, kutana na sahaba huyu mtukufu Miqdad. Masahaba hawa watukufu wawili wanapokutana walikuwa wanasalimiana kwa bashasha, vicheko, lakini siku hiyo Miqdad akaweza kumpita Sayyiduna Ali bin Abi Talib kana kwamba hamjui. Sawa eh? Akampita hivi, Sayyidina Ali akapita hivi. Sasa baada ya kusogea vile mbele kidogo, Sayyidina Ali akamgeukia Miqdad, vipi? Akamuuliza Miqdad, vipi? Mbona si kawaida yako? Una nini? Miqdad akanyamaza kimya, hakumwambia lolote Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akamlazimisha amwambie jambo ambalo analo, mbona si kawaida yake kupita bila kumsalimia. Baada ya kumlazimisha, Miqdad akamwambia, nimetoka katika siku ya leo katika hali hii ya jua kali kwenda kutafuta angalau sehemu ambayo mtu anaweza akanikopesha walau dinari moja nyumbani kwangu, na mimi siku nyingi sijala kitu, siku labda 2-3 sijala, hatuja, yani kalala paka wanasema paka kalala jikoni. Basi angalia, ndio ile wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kuna riwaya inasema khamsun ya'rifna khamsatun au khamsun yu'rafna bi khams, mambo matano hujulikana kwa mambo matano. Sawa, ash-shajaratu tu'rafu min thimariha, mti unaujua kupitia matunda yake. Wal mar'atu 'inda iftiqari zawjiha, lakini mwanamke mzuri, mke mwema unamjua endapo mumewe atafukarika au atatoweka. Sawa, hapo ndo utamjua huyu mwanamke mwema au si mwema, filisika. Wasadiqu 'inda shida, lakini rafiki utamjua wakati wa matatizo. Sawa, wal mu'min 'inda ibtila au 'inda albala, na muumini mzuri utamjua wakati wa balaa. Sasa ile dinari moja ambayo kaikopa Sayyidina Ali kwenda kuwanunulia watoto mahitaji, angalia akampa Miqdad. Sawa, hapo hapo anaelekea msikitini, swala ya maghrib, anaswali nyuma ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumaliza kuswali, bwana Mtume anamgeukia Sayyidina Ali bin Abi Talib, anamwambia, Jibril amenishukia sasa hivi, ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba chakula cha leo cha usiku tupate nyumbani kwako. Chakula cha leo tupate nyumbani kwako. Sayyidina Ali akanyamaza kidogo, kimya, akakuwa na butwaa, unafanyaje? Bwana Mtume akamshika Sayyidina Ali mkono, akamwambia, vipi, mbona mjibu? Niambie, nataka nijue, vipi, tunaenda hatuendi? Kwa kauli za kileo, tunaenda hatuendi? Kama hatuendi ni tafute sehemu mimi niende. Sallu ala rasuli Muhammad. Basi Sayyidina Ali bin Abi Talib akamchukua bwana Mtume na kumpeleka mpaka nyumbani. Kufika nyumbani, Bibi Fatima alikuwa katika mihrabu yake anafanya ibada. Angalia wanawake wema, anafanya ibada, akamsogelea katika ile mihrabu, akamwambia, mzee ndo kesha kuja huyu na katumwa na Mwenyezi Mungu, tunafanya vipi? Sawa, Bibi Fatima akamwambia, wewe usijali, kana baba yangu, zungumza naye, furahi naye, usijali, mimi niache nifanye ibada, niombe. Bibi Fatima akaomba, Mwenyezi Mungu umewashushia Bani Israeli kila aina ya chakula, lakini wakakufuru, wakaendelea kufanya ibada. Wallahi riwaya inasema, na hisi hadithi za Pakawa, nasema ikashuka sinia ina kila aina ya chakula, harufu nzuri, Bibi Fatima hajawahi kuisikia harufu ya chakula hicho.
akaichukua ile sinia akaipeleka katika mahdhari ya bwana mtume pale. Saidna Ali akashangaa, akamwambia, vipi, mbona unaniambia hamna kitu mwanani? Ndipo bwana mtume akaweza kumshika mkono akamwambia, hii ni mbadala wa ile dirhamu moja ulioitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kumpa Miqdad. Hakuwepo bwana mtume. Huyu ndio bwana mtume. Hakuwepo wakati anatoa ile. Akacheka bwana mtume akamwambia, hii ni mbadala wa ile dirhamu yako ulioitoa. Angalia fadhili. Ningezungumza mingi kuhusiana na fadhili hizi, lakini na kufia muda umeenda na watu wanataka kupata ladha zaidi. Lakini vile vile nitoe nasaha moja. Tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi kama hichi, siku 2-3 kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwakushanya maswahaba zake na kuhutubia hutuba ndefu. Mimi nitasoma mistari miwili tu. Ayuha nas, innahu qad aqbala ilaykum shahrullahi bil barakati war rahmati wal maghfirah. Shahrun huwa 'inda Allahi afdalu shuhur wa ayyamuhu afdalu al-ayyam wa shahr wa layalihi afdalu al-layali huwa shahrun du'itum fihi ila dhiyafati Allah. Enyi watu, hakika mumekabiliwa na mwezi mtukufu, mwezi ambao una baraka, maghfira, rahma. Ni mwezi ambao inda Allahi afdalu shuhur, ni bora ya miezi. Kama alivyo bwana mtume ni bora wa mitume mingine kwa sababu ya Qur'ani, mwezi wa Ramadhani umepata ubora kwa sababu ya Qur'ani. Lailatul Qadr umekuwa usiku bora kwa sababu ya Qur'ani. Malaika Jibril alayhi salatu wasalam kapata kuwa malaika bora kwa sababu yeye ndo alichukua Qur'ani kuleta kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na Ramadhani imekuwa ni mwezi bora kwa sababu ndani yake imeshushwa Qur'ani. Shahrun huwa 'inda Allahi afdalu shuhur. Akaendelea kusema bwana mtume, wa shahrun du'itum fihi ila dhiyafati Allah, ni mwezi ambao nyinyi watu mnaitwa katika ugeni wa Mwenyezi Mungu, mnakuwa wageni wa Mwenyezi Mungu. Leo hii unaalikwa sehemu kwenda kufuturu na andaliwa mavitu ya kila aina mfutari. Je, leo iweje Mwenyezi Mungu anakuita katika ugeni halafu asikufanyie ikramu nzuri? Unajisikiaje ukiitwa katika ugeni wa Mwenyezi Mungu? Wa shahrun du'itum fihi ila dhiyafati Allah, umeitwa katika ugeni wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nasaha zangu za mwisho nisiwachoshe, tujitahidini sana kufanya ibada na kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutoa sana misaada, sadaka, kujali misikiti yetu, kusaidia misikiti yetu, kwa mwenye uwezo kujenga misikiti, kujenga madaris ambazo zipo katika hali duni, kwa sababu madaris hizi ndo zinalea watoto. Hawa makuraa wote waliokuja hapa bila hawakupitia katika, hawakusoma labda katika sehemu za klabu, walisoma madaris, wakakulia katika madaris. Leo hii ndo tunasikia ladha hizi. Sawa, kwa hiyo hizi madaris tunatakiwa tuzijali. Ukiona madrasa ipo katika hali mbaya na mna watoto mlio wanasoma, una uwezo, basi saidia, changia. Huu ni wito wangu. Tumekuja na tafsiri za Qur'ani ambazo tutamkabidhi samahatu Sheikh Abdallah, na ziko kopi 90 tumekuja nazo nadhani. Kwa hiyo hizi hazina uzito, manake Qur'ani yote imetafsiriwa hapa. Unaweza ukaitia kwenye kanzu, ukienda nayo, ukipata sehemu ya utulivu, ukasoma tafsiri vizuri zaidi. Wakati unasoma Qur'ani ukajua na tafsiri, inapendeza zaidi. Kwa hiyo hii ni Qur'ani yote. Shekhe ataangalia salahia, akabidhi kwa kila mmoja ili afaidike. Hii ni tafsiri ya Qur'ani tukufu inshallah. تكبير الله أكبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nyingine zimo humu ni 90 zimo.
Malik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Mheshimiwa mgeni rasmi Sheikh Shaaban bin Abdullah. Nafikiria wala sijakosea hata kidogo, na kama sikubahatisha kukuchagua kuwa mgeni rasmi wetu wa siku ya leo, bora ya wageni rasmi. Barakallahu laka wa lana. Tayeb, msaada huu na inshallah tutaisoma Qur'ani na kuifanyia kazi. Hemu wanafunzi kidogo nataka mnisaidie. Wanafunzi kidogo nataka mnisaidie. Hii Qur'ani Allah ya Allah ndio mwongozo wa maisha ya muumini duniani pia akhirani. Shime waumini tuisomeni hii Qur'ani na tuzingatie yaliyomo ndani. Haya shime waumini tuisomeni hii Qur'ani na tuzingatie yaliyomo ndani, na hukumu zote za Qur'ani tuzipateni jamia na sheria zake Mola Rahmani, tuzipateni jamia. Asiyepata kitaba kitwacho Qur'ani amekufuru sihaba akhira ana amani kwa kuipiga Qur'ani hatoingia peponi, ataishia motoni. Tuifate Qur'ani, tuifate Qur'ani, ndio mwongozo wetu, tuisomeni, ndio mwongozo wetu, tuifateni. Mwalimu, kama tunavyosema katika hili shairi, basi tunakuahidi insha Allah tutaipata na kuifanyia kazi Qur'ani hii ambayo umeitafsiri na kutuletea insha Allah. Barakallahu li wa lak.